Na nataka nichukue fursa hii nizungumze na wewe mwanamume unainisikiliza, lakini mwanamume pia unainitizama. Unajua siku zote girl child amekuwa kipewa kipaumbele, na maswali yanayoulizwa na baadhi ya wanaume wenyewe ni kuhusiana na wanawake, lakini wao wenyewe hawajawahi kujipatia kipaumbele. Sana nimekuwa nikiulizwa kuhusiana na zile dalili ambazo mwanamke anazitoa kama atakuwa anakaribia kufika kileleni. Nishazizungumzia nyingi sana na mara nyingi sana, lakini hii leo nataka nizungumzie kuhusiana na dalili za mwanamume anayekaribia kufika kileleni. Sawa? Ni vipi mwanamume uwa yupo? Ni ishara gani anayekupatia wewe kama mtoto wa kike unafaa kumzingatia ukajua kwamba hapa mume wangu, mpenzi wangu anakaribia kufika kileleni? Unahitajika kuwa makini sana na kuuthamini na kuutathmini mwili wa mpenzi wako. Dalili ya kwanza ni kasi anayoitumia muda huo. Na hii kasi inategemea anafanya kitu gani. Je, anakuvumbula? Anapiga mnyonyo? Unaelewa Kitu chochote anachokifanya, kasi huwa inaongezeka. Sawa Kama kasi ya kukuvumbula, kama itakuwa anakaribia kufika kileleni, basi ile kasi ataiongeza. Kama ni kukuvumbula, atakuvumbula kwa kasi kubwa sana, kwa sababu anasikia kabisa wazungu wanakuja, na wazungu wakija huwa sio rahisi sana yeye kama mwanamume kwa kipindi kile kujizuia, ama hao wazungu wenyewe kuwazuia. Sawa Kwa hivyo utaona kabisa anataka kama ni kushindilia, utamuona kabisa anataka kushindilia zaidi, lakini kwa kasi, kwa sababu ile kasi atakayoanzia sio kasi atakayomalizia. Na ya kufika kileleni ni tofauti na ile ambayo itakuwa ameanzia. Kwa hivyo moja ya dalili kuu ambayo anatoa mwanamume anayekaribia kufika kileleni ni kasi ya kuvumbulana, ama ya kupiga mnyonyo, ama ya kitu chochote ambacho itakuwa anakifanya itakuwa kinaongezeka. Sawa Lakini pia kuna wale wanawake ambao labda wapo kwenye siku zake. Sawa Yuko kwenye periods. Ina maana hawezi kuvumbulwa na mpenzi wake, lakini haimaanishi kwamba yule mwanamume hawezi kufika kileleni, kwa sababu mwanamke unahitajika kujiongeza, mwanamke unahitajika kuwa mbunifu. Haimaanishi ndani ya kipindi cha wiki nzima, kwa sababu wanawake tupo tofauti. Kuna wanawake wanaingia siku 3 hedhi, kuna wanawake wanakwenda wiki 1, kuna wanawake wanakwenda wiki 2. Sawa Na je, inamaanisha kwamba ndani ya wiki 2, ndani ya wiki 1 mpenzi wako asikose kufika kileleni, asikose kushusha wazungu kisa na maana wewe uko kwenye hedhi? Na ndiyo maana unahitajika kuwa mbunifu. Kuna sehemu nyingi sana kwenye mwili wako ambazo anaweza kucheza nazo, ama wewe kama mtoto wa kike unaweza kumsaidia mwanamume wako akafika kileleni. Sawa Kuna hand job, kuna blow job, kuna kutumia manyonyo. Alafu basi alhamdulillah yuyo umejaliwa manyonyo makubwa yenye ambayo yatamtosheleza yeye wakati wa kufika kileleni, inakuwa raha zaidi. Sawa So katika kile kitendo ambacho itakuwa yeye hakuvumbuli kutumia kipochi manyoya, labda huko kwenye siku zako, basi kile kitendo ambacho itakuwa wewe kama mwanamke unamfanyia, kama ni kupiga mnyonyo, kama ni kushika kwa mkono, atakwambia kasi iongezeke. Sawa So hapo kwenye kasi wewe pia atakwambia iongeze, yani uifanye haraka, kwa sababu anawasikia wazungu wanakuja. Kwa hivyo ni yeye kasi anaiongeza, na wewe
pia kasi utaiongeza iwapo unamsaidia katika kufika kileleni. Hiyo ni dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili ni miguno. Sawa? Kwa sababu miguno sidhani inafaa kutolewa ama kutumika na mtoto wa kike peke yake. Lakini miguno ili ya kimahaba inatumika paka kwa wewe mtoto wa kiume. So ukiona miguno imeongezeka, wengine wananguruma kabisa. Sawa? Unajua kwamba hapa mume wangu anaelekea kufika kileleni. Sawa? Alafu basi kinachofuata chengine pamoja ikiambatana na hiyo miguno ni kungangana, ama nitasemaje, kungangania, ama kama ni kwa mfano amekuweka style ama mkao wa kuona kwamba chakula hichi hapa, basi atakushika kiuno akinganganie hicho kiuno mpaka pale wazungu watakapofika. Sawa? Kuna wengine inategemea na ile position ama ule mkao itakuwa amekuweka. Kama itakuwa ni yeye, wewe uko chini, yeye yuko juu, wakati anakaribia, basi kukumbato litakuwa kubwa sana. Yani atakukumbatia ile sana kiasi cha kwamba akikuachilia ujue wazungu washafika na yeye mwenyewe keshafika kileleni. So miguno inaambatana pamoja, na kama anakushika kiuno, anakukumbatia, inategemea na vile ambavyo itakuwa wewe upo katika ule mkao, ikifuatiwa na kutetemeka. Anatetemeka mtoto wa kiume, utasema ana kifafa. Ishara tosha kwamba basi tena ameshasalimu amri. Sawa? Zoezi na mwendo ameumaliza, bimaana kishafika kileleni. Sawa? Alafu sasa dalili nyingine ni mapigo yake ya moyo. Mapigo yake ya moyo huwa yanapanda. Kama ni kasi inaongezeka. Hayatokuwa normal kwamba yanakwenda polepole hapana. Yani yatakuwa yameongeza mwendo. Mapigo yake ya moyo yatakuwa yanapiga tukuta mbaya sana. Na tayari kama ni mapigo yake ya moyo yanakwenda haraka haraka, definitely basi pia katika ile ya kasi yake ya kupumua pia inaongezeka. Kwa hivyo moja kwa moja kitu kimoja kinaambatanishwa na kitu chengine. The moment mapigo yake ya moyo imeongezeka, yani moyo wake unakwenda mbio sana, na hata katika kubreathe kwake ama kule kupumua kwake, kasi inaongezeka kwa haraka na kwa kiasi kikubwa sana. Lakini dalili nyingine, msikilizaji pamoja na mtazamaji, ni joto la mwili. Joto la mwili huwa linaongezeka sana. Yani amna hapo wakati ule wa kupekechuana, utaona kijasho chembamba kinamtoka, ama majasho yanamkatika mtoto wa kiume, kwa sababu shughuli anayoifanya si ndogo. Hiyo shughuli ni pevu. Sawa? Inahitajika huo unafanya mazoezi, ama utajiemea hapo kama fungo. Sawa? Kwa hivyo ukiona joto la mwili wake umeongezeka, jasho linamtiririka tiriri, ama majasho kabisa anayafuta na mkono hivyo alafu anaendelea, unajua wazi hapa yuko na anakaribia kufika kileleni. Lakini kuna ishara ambayo ndio iko obvious kabisa, ama ni dalili ambayo ni rahisi sana kwa mtoto wa kike kutambua kwamba mpenzi wake ama mwanamume wake, mume wake anakaribia kufika kileleni. Ile ya kukaza. Sawa? Kuna anaweza kukaza baadhi ya sehemu ya mwili wake, kukaza abs, kukaza hips, kukaza mapaja, kukaza makalio. Unajua wazi hapa kwamba huyu anaelekea katika kufika
kileleni, wengine wanakaza mpaka miguu. Sawa, inategemea na mwanamume wako anakaza part gani ya mwili wake, ili mradi tu katika ile hali ya kukaribia kufika kileleni. Lakini hii ya mwisho nadhani wanaume wote itawapendeza iwapo itakuwa mnatumia hii dalili ama mnatoa hii ishara kwa mwanamke aweze kujua kwamba unafikia kileleni, kwa sababu wengine huwa wanarukwa na akili kabisa. Sawa, kidogo huwa wanarukwa na akili, alafu wanaanza kuzungumza shekhi, na kuzungumza kwao wanazungumza maneno ya kimahaba. Diamond mwenyewe katoa ngoma kabisa, mambo anayofanyiwa na mtoto wa kike. Anauliza, unyagoni umefundwa na nani wewe, kwa sababu mambo unayonifanyia kwangu mageni. Anamaliza mpaka Vingereza, mara I'm coming. Sasa vitu kama hivyo, mara I'm coming, oh you are so sweet, unaelewa, oh baby, yes na no, na maneno ambayo ni ya kimahaba yanatoa ishara kwamba mwanamume anakaribia kufika kileleni. Sasa ni wewe uniambie, ni dalili ipi mwanamume wako huwa anakuonyesha kwamba anakaribia kufika kileleni? Na kitu cha kuzingatia hapa ni wanaume wenye afya bora, na hapa afya bora inaizungumzia ni ile ya uzazi, ndio mara nyingi sana hupitia ile upata na kuna ladha fulani ya kufika kileleni. Kama mwanamke anaweza kukuhadisia na kukuelezea vile anavyohisi anapofika kileleni, basi mwanamume yeyote mwenye afya nzuri ya uzazi ndio anapata hii ladha ya kufika kileleni. Lakini sasa kama wewe afya yako imedhoofu ama ni dhaifu, sawa, shahawa kidogo, afya yako ikiwa dhaifu ama ikiwa imedhoofika kidogo, shahawa zako zinaweza kutoka bila hata wewe mwenyewe kujua, ukapata premature ejaculation, unaelewa? So hakikisha kwamba unapata matibabu na unaenda kupata check up ya daktari kila wakati.